mmoja wetu amepata kutusaidia na kunisaidia hasa mimi. Alipotoa tangazo la kusema ibada ikiwa ni ya saa 4 na Mungu akuguze na ufike saa 4. Amen. Na mimi nilikuwa kwa tangazo, but the spirit of God was in me, because before saa 4 nilikuja nikaingia kwa kanisa hata wazee wote wakiwa kule. Amen. Ikiwa tutakuwa serious on that nature. Sababu mimi niko na hakika kwa wale ambao wamepata kubarikiwa na kazi. Na kazi imekuhitaji ufike saa 1, saa 2, saa 12. Hakika uko pale katika haya masaa. Na katika ile volunteer ile Mungu amekuita kisiri, akakwambia ibada ni saa 4. Unaanza kupishana na wazee. Unaanza kupishana na wenye kuandika hiyo taarifa. Mwingi hasa, kwa nini mkaweka saa 4? Si umesema tusiweke maneno. Na kwa nini unaweka maneno? Ikiwa uweki maneno kwa hichi kitabu kitakatifu, hata hichi kimeandikwa na watu kumetakaswa, usiweke maneno. Amen. Kanisani mapema tusikie neno la Mungu. Nilikuwa nasema alinisaidia ni kwa sababu tulipokuwa tukisoma somo la kwanza kuna wale hawakuweko, na tulipata kusoma somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya. Tulipata hicho somo la kwanza katika kitabu cha nabii Isaya chapter 41. Tukaanza mstari wa kwanza tukaenda kugawa mstari wa 14. Ni asante, wacha sasa kwa wale walikuwa wako tukapata na kusoma mstari wa kwanza na wa pili. Nyamazeni mbele zangu enyi viziwa, na mataifa wajipatie nguvu mpya, na waje karibu wakanene na kukaribiana pamoja kwa hukumu. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Angalieni hiyo, kama vile mwimbisaji alikuwa anasema, wakati mwingine meaning ama maana ya jambo iko katika ile mstari. Ukiangalia hapa imeanza nyamazeni, ni kama pengine kulikuwa na mazungumzo, ni kama pengine kulikuwa na mabishano. Ndio kasikia mwenye kusimamishwa na Mungu aliposimama mbele yao akasema nyamazeni. Naye ni nani mwenye kusema nyamazeni? Ni nabii Isaya. Bwana Yesu na asifiwe. Alikuwa mstari wa pili, na nani aliyemuinua mmoja atokaye mashariki, ambaye katika haki amemwita mguuni pake, ampa mataifa mbele yake na kumtawaza juu ya falme, awatoa wawe kama mavumbi kwa upanga wake, kama makapi yaliyopeperushwa kwa upinde wake. Bwana Yesu na asifiwe. Ikiwa Mungu yule ambaye alikuita katika ufalme wake, alipokuita wewe ni mfalme juu ya wafalme wa dunia hii, na alipokuita akakuita karibu na miguu yake, ili unapotoka karibu na miguu yake, unapotoka kwenda hicho kahubiri, umeenda na Roho Mtakatifu. Ndipo unapotoka katika nyumba yako unasema, ninapotoka na kwenda katika nyumba ya Bwana, ninapotoka na kwenda mbele ya madhabahu, Mungu tembea nami, Mungu andamana nami, na sauti unayetaka nisikie ukaishushe mpaka nikafikie na kusikia sauti yako. Nabii Isaya ni nabii na Yeremia wale ambao ni wakuu. Ukiangalia kitabu cha Isaya ameandika chapter 1 up to chapter 39 akisononeka, akiwa moyo wake umevunjika. Ni kwa sababu katika kipindi chake kulikuwa na falme 4. Falme wa kwanza alikuwa anaitwa Uzia, falme wa pili alikuwa anaitwa Jotham, falme wa tatu alikuwa anaitwa Ahazi, na wa mwisho ilikuwa ni Hezekia. Katika zile falme, ijapokuwa zilikuwa katika hiyo nchi, kulikuwa na tatizo. Kila mfalme anapokuja yuwaweka sheria zake, na ikawa sheria nyingi zilikuwa ni za kugandamiza watu wasiwe na nafasi ya kuabudu Mungu, wasiwe na nafasi ya kuabudu Mungu wakiwa free. Ndio nabii akatumwa. Alipotokezea ndio kasikia, kwa sababu anapotaka kupeleka neno hili ambao ametumwa, alianza na kunyamazisha kila mtu. Nyamazeni, nyamazeni, nyamazeni. Nasi tunapokuja hapa ndipo
tukasikia ile tangazo ya kwamba na tunapoingia katika hii nyumba tuachane na maneno yetu, tunyamaze na tusikie na sauti ya Mungu peke yake. Amen. Sauti ya Mungu inaweza kuletwa na mtu usiyemuelewa, inaweza kuletwa pengine na mtu anayemdharau, lakini ile kitabu kiko hapa ni kitakatifu. Sikia sauti ya Mungu. Amen. Nyamazeni tusikie sauti ya Mungu vile anavyonena. Nia ya Isaia. Nia ya Isaia ni kwa nini kuandika hichi kitabu? Alikuwa anataka kwa sababu tulikuwa tumekaa kupotea, tulikuwa tumekaa kutenda dhambi, ikawa tuheshimu Mungu, lakini nia yake alipokuja kutuandikia hichi kitabu ilikuwa ni tubadilike, tumwabudu Mungu kwa njia ya ukweli, tumwabudu Mungu kwa njia ya ukweli, na tuamini chochote tunapoleta mbele yake, chochote tunapoomba mbele zake ataenda na kujibu. Kitu muhimu cha Mkristo kwanza ni kuomba, na kwanza ni kuwa na imani. Whatever I had asked my Father, ako tayari ataenda kutenda. Amen. Raya Isaya alikuwa ndio kuhakikisha tumemrudia, tumwabudu kwa njia ya ukweli, tuheshimu madhabahu haya yake, na vile vile tujitakase na mbele zake. Tuangalie mstari wa 8. That's where my interest was. Nawe Israeli, mtumishi wangu Yakobo, aliyekuchagua mzao wa Ibrahimu rafiki yangu, wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikwambia wewe utumishi wangu, nimekuchagua wala sijakutupa. Bwana Yesu na asifiwe. Isaya mstari wa 8 akawa amewarekea kupitia kwa mmoja wa familia ya Ibrahimu, ukoo wa Ibrahimu, Yakobo. Akasema, nimekuchagua katika kona ile za ulimwengu ili usimame na kazi yangu. Nimekuita usimame na kazi yangu. Tafadhali simama na kazi yangu. Ni kwa sababu gani nataka simame na kazi yake? Ni kwa vile akianza kuhubiri, woka utatoka. Tutamwabudu kwa ukweli. Anapoanza kuhubiri, wenye kuchanganyikiwa wataondokewa na uchanganyishi. Tutasikia na sauti ya Mungu. Ndio akasema, nimekuchagua, nimekushika mkono, na angalia napofika mahali useme Mungu amenishika mkono. Who else to say no? Kuna wakati my Jackson huyu Joseph Ndawa tunakaribiana. Kuna wakati napokuwa na jambo, akinimuelezea akiniambia basi niko na wewe, ninaona raha nyingi sana, hata nimesahau kama kuna Mwenyezi Mungu. Na ikiwa unaona raha kwa rafiki yangu, naye Mungu anaposimama nawe akushika mkono, akwambie mimi nimekuchagua katika nyumba yenu. Amen. Amen. Yakobo hakusaliwa peke yake. Amekuchagua. Mimi nataka niongee na wewe Yakobo. Mungu akakuchagua katika nyumba yenu. Mtu amekuchagua katika kijiji cha Mtongwe ili utangaze injili yake kupitia katika hii nyumba ya Good News. Ninakuomba tafadhali, unapoingia hapa, programa amenena vizuri ya kwamba tusiwe na woga. Tukasema ya kwamba Mtongwe hakuna woga. Mtu anapokuwa na jambo, yuwasimama mbele ya madhabahu ananena. Ni kwa sababu haambii programa, ni kwa sababu haambii mchungaji, yuwaambia Mwenyezi Mungu, yule ambaye ametoka nyumbani aje kumwabudu. Amen. Mstari wa 10. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Amen. Anaendelea na kumwambia Yakobo, usiogope. Mimi niko na wewe. Amen. On a serious note, this kazi nimekuta last time when I was here. This kazi nimeziona na sisa kitambo, hata sikonyevu. This kazi ijapokuwa ni Mwenyezi Mungu ametembea nanyi akawashika mkono, you are not the best paid people in this area. Lakini kwa sababu aliyekuita amekushika mkono, aliyekuita anamwamini,
Aliyekuita anakula naye kile amekupa. Naye akakwambia chochote unachohitaji ainuvu. Na ndipo unaona makazi kama haya yanatendeka. Huyu Mungu wa Abraham na Isaka na Yakobo, tusimame naye, na kunapokuwa jambo la kutenda tusimame na kuitenda. Ni kwa sababu amesema ameshika Yakobo, na sisi tutatembea naye akiwa atatushika. Hakuna haja ya kuogopa. Hata tukiambiwa mtongwe kuna nini, hata tukiambiwa mtongwe katika kanisa kuna mganga hapo, hatuna haja ya kuogopa, sababu Mungu ni mkuu wa waganga wote. Mstari wa 10. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume na haki yangu. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Hapa tu split ya kwamba nitakutia nguvu. What is that? Inamaanisha katika kila wito kuna challenges. Si ati umeitwa na Mungu kaona utapata challenges. Ndio akasema atakutia nguvu. Nguvu zitakuwa ni za maombi. Nguvu zitakuwa ni za kule kazini ubarikiwa na hela. Kunapotokea kitu hakuna kitu kikirakutisha. Atakutia nguvu za maombi. Atakutia hata nguvu hata za mwili. Iwe wakora wakingojea wanaona jitu wanasongea msituni unapita. Atakutia nguvu ni kwa sababu kwa ile amesimamisha kwa kazi yake. Hataki kizuizi mbele yake. Naam, nitakusaidia katika safari. Katika safari kuna requirements. One, nilipoingia hapa, requirement ya kwanza nilipoingia nilikuwa nikakaa. Wazee Sweden nani Jackson, requirement ya kwanza nikaletewa maji. Si nimesaidiwa. Ikiwa kwa itakauka, nikunywe maji nipate nguvu mpya. Na